Leo tena tunakuja onyesha hapa. Leo tunakuja kwenye future perfect tense na future perfect continuous tense. Waonyeshe matendo ya future perfect tense. Unaona, unadhani matendo mnayaona hapa yote hapa ilivyo. Mnaangalia jinsi yanavyoelekeza. Njoo upande huu, angalia kwenye future perfect continuous tense. Haya matendo hapa. Leo ndo namalizia. Leo ndo tenses zinaisha. Tenses mnavyoziona hapa ndo zinavyoisha leo. Kwa hiyo hapo tunakuja kwenye kitu kinaitwa future perfect tense na future perfect continuous tense. Nadhani mnaziona hizo hapo. Ziko clear. Tunachoangalia hapa ni nini? Hapa hivi vitendo kisha vijua. Sasa hivi nitakapokuja, nitakuja jinsi ya kuunganisha sentence. Kuna watu wanaangalia wanataka, sasa mbona naishia hapa? Naishia hapa kwa sababu gani? Nafundisha matendo haya. Lakini baadaye nitakuja kuonyesha sasa jinsi uongeaji wake unaongea vipi ili kitu kikamilike, ili watu wajue kwamba unachokizungumza hapa ni kitu gani. Tutazame maneno haya. Angalia tunachofanya. Sogea. Unaona hapa kuna shall, kuna I shall, we shall. Hii shall wengine nasikia watu wakisema I will. I will haihusiki kwenye shall. Shall inahusika I na we. I na we ni shall. I na we ni shall. Kwa shall, so I shall have gone. Tendo linabadilika. Tendo linabadilika. Have na gone. Matendo yanabadilika. Hii imekuwa gone badala ya going. Badala go ikaja going, ikaja hii hapa sasa inakuja gone. I shall have gone to school. I shall have gone to school. I ni shall ta have kuwa nimeenda gone, hili limebeba maana ya kitu kilichokamilika. Hii ndo perfect yenyewe. Kwa hiyo nitakuwa nimeenda shuleni. Yaani namwambia mtu hivi, nitakuwa nimeenda shuleni kesho. Hivyo akija muda huu hata kukuta kesho muda huu nitakuwa nimeenda shuleni. Hivyo usije I shall have gone to school. Huku tunasemaje? I shall have been going to school. Unaona? Badala gone inakuwa going. Badala have inaongezeka, kuna been na going. Been na going. Kuna been na ing. Kwa hiyo inaongezeka hapo. Kwa hiyo inakuwa ni tendo lilo linalijalo timilifu linaloendelea. Kwamba ini iko vile nitakuwa nimekuwa ninaenda shuleni. Kiswahili cha mwangu kisikia amtimizi inavyotakiwa. Nitakuwa nimekuwa ninaenda shuleni. Hii kitu kiko I shall have been going to school. Yep. Tukirudi huku, we shall have taken money next. We shall have. Kuna watu wengine wanasema tu. Hii sio tu. Tu kwa haihusiki hapo. Hii haihusiki hapo. Hapo keka tu kunakosea. Hapo tunaanza we shall have taken. Unaongeza en kwenye tendo. Tutakuwa tumechukua pesa zetu muda kama huu. Tutakuwa tumechukua pesa zetu next time, muda ujao. Tutakuwa tumechukua pesa yetu. So kwamba tutakuwa usiweke tu kunakosea wewe mwanafunzi, tu kunakosea uliyesoma mpaka chuo kikuu lakini ukufanikiwa kupata tenses kama hizi, tu kunakosea. Unaweka taken. Haya. Tukija huku sogelea kuwaonyesha. We shall have been taking money. We shall have been taking money. Tutakuwa tumechukua. Tutakuwa hapa utakuwa umechukua, umekuwa unachukua pesa. Utakuwa hapa nimekosea kidogo kwa sababu nimeweka tu badala ya u, lakini hapa itakuwa tuweke u. Anyway, tende huko. Hapa
They will have written next week. Hii hapa. They will have written next week. Wao watakuwa wameandika muda ujao. Wao watakuwa wameandika muda ujao. Wasogezee hapa. Hii hapa. Hii hapa. Hii hapa. Watakuwa wameandika. Hii hapa ni written, so writing. Kuna watu wanatumia write. Write ni kosa. Unaweka written. Hii written. Watakuwa wamechukua pesa zao muda huu. Huku tunasema they will have been writing here. Hapa inaongezeka hili tendo hili hapa. Kwa hiyo tunasema watakuwa wamekuwa wanaandika muda ujao. Watakuwa wamekuwa wanaandika muda. Wanaandika na maana wako pale wanaandika muda ujao. Muda huo watakao kuja utakuta wanakuwa wanaandika. Wewe utawakuta. Huku utawakuta washachukua. Lakini huku utawakuta bado wako njiani wanaandika. Kama ni nyumbani utawakuta pale nyumbani. Bwana, watoto wangu utawakuta wanaandika. Utawakuta wamekuwa wanaandika. Kwa hiyo utakuta wamekaa pale pale. Tunakuja. She will has washed her face. She will has washed her face. Atakuwa ameosha uso wake. Atakuwa ameosha uso wake. She will has washed. Hapa itaki kuweka have. Weka has. Huu ni umoja. Singular. Ni umoja hapo. Weka has. Bala have na weka has. Kwamba washed ange na ing. Kwamba hii hapa si nani hapa. Lakini huku nakuja sasa. She will has been washing her face. Kwamba atakuwa amekuwa anaosha uso wake. Atakuwa amekuwa anaosha uso wake. Wewe utamkuta yuko pale pale. Anachofanya atakuwa anaosha uso wake. Wewe utamkuta yuko kijana anaanza kuosha uso wake. Lakini hapa na huku utakuta huko ashamaliza. Ni tendo lilopita timilivu. Ni tendo lijalo timilivu. Ambalo litakuja lakini litakuwa lishabitika. Wewe utalikuta njiani. Hili litakuwa lipo. Litakuja litalikuta lipo na utalikuta bado linaendelea. Huku. He will has opened the door. He will has opened the door. Tukifuata huku utashinda hata kuongea Kiingereza. Ndio maana ukuta mtu anachanganya atasema tu atuongee, lakini ukifuata sheria za Kiingereza ni ngumu kikiongea. He will, ndio maana ukitaka mwalimu wa English kuongea Kiingereza hawezi kwa sababu anajua atagozea. Ila wewe ambaye ndio kama mtu anakuambia hivi nikinywa pombe ndio naongea Kiingereza. Ni kile watu naongea Kiingereza. Maana yake nini? Neno unaloliweka pale utalielewa. Baada ya writing unaandika wrote. Baada ya taking unasema took. Maana yake ni umeongea. Sasa mtu naye sikujua kama kuna mwalimu wa grammar, hizi ndio vikosoa vyake. Tunakuja. He will has opened the door. He will has opened the door. Atakuwa anafungua mlango. Hivyo ukienda kesho kama dukani anakwambia hivi, kesho ukienda nani pale? Atakuwa amefungua mlango. Atakuwa amefungua. Yaani utakuta mlango wake uko wazi. Kwa hiyo kazi yako ni kusukuma tu na kutolea mfano. Kazi yako wewe ni kufika pale utafungua. Ndio tendo linafomaanisha hili. Kwamba ukifika pale mlangoni utamkuta alishafungua. Sio alikuwa, hapana. Atakuwa amefungua mlango. Unaisikia ile taa. Taa ndio future. Na hapa he will has been opening the door. Hapa utamkuta yuko pale kwenye ule mlango. Ameshaufungua lakini utamkuta yuko pale pale kakaa. Hapa. Atakuwa amekuwa anafungua mlango. Walete karibu. Sasa basi. Matendo yanayobadilika wewe mwanafunzi ni haya. Hapa unaona ndio aweka mstari mekundu ndio yanabadilika. Hii have gone huko inakuwa has been going. Huko have taken huko inakuwa has been taken. Inakuwa huko inaongezeka. Huko have writing huko unakuwa has been writing. Huko inakuwa has washed huko inakuwa has been washing. Huko has been has opened huko inakuwa has been opening. Haya ndo matendo. Tena nani yake hii hapa. Niliwaonyesha jana, ngoja niwaekee tena. Hii hapa. Tumerudi kwenye hizi. Unaziona hizi? Hii ni simple future tense na hii ni future continuous tense.
matendo yake nilikwambia kitakachobadilika ni hizi. Na kitakachobadilika ni hizi. Kwa hiyo kiambo badilisha kuweka hii, unaondoa tu vitu vyako unaweka hapa. Leo ndo namalizia eneo hili hapa. Mnavyoliona ndo future inaishia hapa. Kitakachofuata nitaongea jinsi ya kuunganisha sentensi sasa. Jinsi gani utaongea sentensi ili mwenzako akuelewe. Sio tu yesterday I went to Kariakoo to buy something and hajajua muelekeze kulikuaje. Akikwambia ulikutana nini njiani, ulipitia wapi, utasemaje? Lazima umfuate tenses. Lakini sana hapa ni wanafunzi. Wale wanafunzi wanaosoma nipenda tu niwaambie kwamba lazima mitaala uifuate, hii ndio sheria yenyewe. Ukisikia tu kisegeza umefeli, ndio haya tu wadudu hawa. Ukikosa ukiambiwa tumia subject pronoun ndio hizi hapa subject pronoun, ukitumia main verb ndio hizi hapa tu unazoziona zimebadilika, na hizi ndio hizi hasa auxiliary verbs ziko hapa. Kwa matendo naona nimetia rangi nyekundu, ndio matendo yenyewe ya haya. Future ina watoto 4. 1 2 3 4. 1 2. Simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Nadhani mmeziona, ndio hizi hapa. Waletee karibu zote, tumeshaleta karibu zote unaziona. Haya, funga ni hapo sasa, ndio mwisho wetu. Kameramani nitakuja hata kuwaletea jinsi ya kutunga sasa, jinsi gani sasa utakaoongea Kiingereza kilichonyooka, jinsi gani utakao utunge sentensi inayonyooka. Inaeleza nini? Nilikuwa, ninapita, nilikuwa, nilienda, nilifanya. Utafukuta vyote viko kwenye hiyo, nitawaleteni ili kuwaonyesha ni jinsi gani Kiingereza na Kiswahili vinaendana. Nimeona hata wengine wakisema neno la Kiingereza nalijua lakini Kiswahili hakijui. Lazima Kiswahili ukijue. Ukijua Kiswahili Kiingereza, Kiswahili lazima utakijua. Yale yote ni maneno ya kuunganisha lugha. Kwa hiyo ukisoma Kiingereza ukapata 80 na Kiswahili utapata 80. Nashangaa sana utakuta mwanafunzi anapata 60 Kiingereza anapata Kiswahili anapata 10. Lakini wanakosisha ni nani? Ni walimu. Kwa sababu nao mwalimu unakuta mwalimu aliyesoma hivi vitu havijui. Mwalimu anaanza kufundisha, baada ya kufundisha topic ya kwanza inahusu hii form 1. Hii form 1 yote inacheza hapa kwenye tenses, lazima ndio usijue. Hili ueleze mfano. Nataka niwaeleze vizuri. History inataka hawa watu wa past 2. Inataka past, simple past na past continuous tense na past perfect tense. Yaani hamna sehemu history inataka future. Hamna sehemu history inataka present. Yote ni future. Ni nani? Ni past. Vitu ambavyo vimepita. Unaelezea vita za zamani, unaelezea ni lazima ujue wozi, ujue hadi, ujue ile ilikwisha nini, ujue hivyo vitu. Lakini tukinya kwenye civics inataka present. Present na future ndio inadili hapo kwenye civics. Hii geography inataka ujue zote. Past, ujue future na present, nyakati 3. Kuna kitu inaitwa future na ni present tenses, matendo yaliyopo ya sasa. Kuna future tenses, matendo yajao yako 4, na past tenses yako 4. Leo ndo tunafunga kitabu rasmi. Hiyo future nikiwaonyesha, mtakuja kuwatungia kitabu niwaonyeshe jinsi kilivyo. Lakini mimi hapa ninafundisha tu kwa kutongoza. Sio kwamba ni mtu ambayo niko correct. Mimi nafundisha vile ninavyovijua. Nafunga kuanzia hapa. Haya.